Kwanza tunapozungumzia kikao binafsi, hiko ni kikao ambacho mtu anakaa yeye kama yeye, akihusisha mwili, akili na nafsi. Anakaa mtu peke yake akihusisha mwili, akili na nafsi, ambao mwenyekiti anakuwa moyo, naelewa. Kwa hiyo mwili unakuwa ni mjumbe na nafsi pia inakuwa nini? Ni mjumbe. Kwa hiyo kinachofanyika ni kushtakiana na pia na kutafutiana utatuzi, lakini pia na kusameheana, ili mwili uendelee kufanya kazi, nafsi iendelee kufikiria, moyo uendelee kufanya shughuli zingine za hapa na pale, ili mambo yaweze kufanyaje? Yaweze kuendelea. Ndio maana sababu hiki kikao, zipo sababu nyingi sana. So sababu za kwanza, kuji-evaluate, kujipima, tathmini. Uko wapi? Unafanya nini? Unataka nini? Sawa? Lakini pia sababu zingine ni kujisamehe, kwa sababu kuna mambo mengine huenda umeyafanya mengi sana, mengi sana. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinarudisha nyuma maendeleo, inarudisha nyuma nguvu ya kupambana, ni kuto kujisamehe. Lakini pia kujikumbusha wewe una wajibu wako binafsi. Kwa mfano, kuna watu ambao wanasema mimi bila baba siwezi kusogea mbele. In fact yes, kwa sababu kila mtu ana source of income kwa mtu wake. Lakini Mungu alivyo ajabu, kile unachokitegemea ndicho anachokiondoa. Unaona? Sasa kwa nini unahitaji kukaa peke yako, kujitafakari au kujitathmini, kuzungumza na wewe mwenyewe, wakati mwingine kujipa moyo kwamba unaweza kuendelea licha ya yule mtu ambaye ulikuwa unategemea kwake, au kile kitu ulichokuwa unakitegemea hakipo. Exactly. Yeah. Kuna swala la kujiuliza, hili ni jambo la kawaida mtu kufanya kikao binafsi? Pengine unakaa binafsi, unazungumza mwenyewe binafsi, unajijibu wewe mwenyewe. Kimsingi sasa hapa kuna vitu viwili. Kuna yule mtu ambaye amepagawa, tunasema, na msongo wa mawazo sana, yuko njiani, anatembea, anaongea, wakati mwingine gari linamkosa, unaona? Sasa huyu azungumzi binafsi peke yake. Huyu amezidiwa na kiwango cha juu cha msongo wa mawazo. Fika hatua anapata wasiwasi, haoni mbele, hapati majibu. Huyu amezidiwa na msongo wa juu wa nini? Wa mawazo. Tunapozungumzia kikao binafsi, kwanza unatenga muda kwamba leo ninahitaji mimi mwenyewe tuzungumze. Tumalize tofauti zetu. Yaani mimi na mimi mwenyewe tunataka tuzungumze ili tumalize tofauti zetu. Sasa baada ya kufanya hivyo, utatakiwa kulisti baadhi ya mambo unayotakiwa kuyajadili wewe. Unanipata? Unaweza kuandika chini kwamba mimi nataka nijadili kuhusu hili. Nikishafanya hivyo, ninahitaji sehemu tunasema conducive environment, mazingira tulivu. Mfano, nyumbani. Wengine mara nyingi wanapenda nyumbani. Wengine wanapenda nyakati za usiku, kwa sababu usiku unakuwa umefanyaje? Umetulia. Akili na uwezo wa kufocus. Ukifanya hivyo, nitawapa assignment wa wasikilizaji. Assignment ni kazi. Wafanya hata leo hii, nawapa hii try wakafanya. Subiri watu wote wamelala, giza limetanda, amka. Either ukae kitandani au ukae kwenye kiti, alafu egemeza, weka pen na karatasi kwenye meza yako. Alafu anza kujadili kitu kinachokusumbua. Automatically tu utapata majibu. Tena unapata majibu ambayo yanakupa njia nyepesi kabisa ya kutatua ile changamoto. Unanipata vizuri? Hiyo namba moja. Kwa hiyo tunahitaji mazingira namna kama hiyo, mazingira tulivu, lakini pia unahitaji muda ambao pia nao wenyewe una utulivu, lakini pia unahitaji wewe kama wewe ukae kuzungumze na wewe mwenyewe. Yako mambo ambayo wataalamu nini wa saikolojia wanatuambia. Moja kati ya hayo mambo ni tabia ya mtu kujitenga, kukaa peke yake wakati fulani, kukosa usingizi pia natajwa. Tunatofautisha vipi huyu ambaye ana msongo wa mawazo na huyu ambaye ameamua kufanya kikao chake binafsi? Sasa asante sana kwa swali zuri. Sasa mtu huyu ambaye mwenye msongo wa juu wa mawazo, kuna wakati anahitajika afanye kikao binafsi ili abaini kwa nini anakuwa na huo msongo wa mawazo,
na hiyo hali itaendelea mpaka lini, na atafanyaje ili aweze kutatua hizo changamoto. Nitakupa mfano mmoja hivi. Kuna mtu anakuja kukwambia kwamba nimekaa nimewaza, nikaona sasa mimi pombe basi. Unaona hiyo sentence? Nimewaza nimeona pombe basi. Maana yake ni nini? Huyu mtu ameweza kukubaliana yeye na nafsi yake na mwili wake na roho yake kwamba sasa inatosha. Inafanyaje? Inatosha. Yupo mtu leo anasema siwezi kuolewa tena. Siwezi kuolewa? Inatosha, hapa nilipofikia mimi inatosha. Changamoto nimepitia nyingi na nini. Au siwezi kuoa tena. Inafanyaje? Inatosha. Huyo ukimfuata na ukamuuliza kwa nini, atakupa sababu binafsi, sio sababu zetu. Na ndio maana mtu anatakiwa kukaa kikao binafsi. Sasa kwa nini tunatakiwa kukaa kikao binafsi? Kwa faida zifuatazo. Kwanza, zinakupa nguvu ya kuendelea. Kwamba mfano nasema mimi maisha haya mpaka lini? Kwa nini sipigi hatua? Kwa nini sifikii malengo yangu? Unaona Tayari ukishasema kwa nini, tafsiri yake umeshajua tatizo ni nini. Ndio. Sawa? So tafsiri yake hapo unatafuta nini? Solution. Njia. Kwa utakaa utasema kulingana na changamoto yangu hii natakiwa kufanya A, kufanya B, kufanya C. Sawa? Hiyo namba 1. Inakupa nguvu ya kufanyaje? Ya kuendelea. Namba 2, inakupa nafasi ya kujisamehe. Inakupa nafasi ya kufanyaje? Ya kujisamehe. Mfano, kuna watu leo hii wameshika milioni 100 na walikuwa na nafasi nzuri ya kufanya maendeleo ya familia na ya kwake yeye. Lakini mwisho wa siku wenda kwa wakati ule alikuwa na kundi la watu ambalo limeshindwa kumsaidia kufikia yale malengo au makusudio ya yeye kuwa na ile pesa. Kwa sababu unapokuwa na pesa unakuwa na makusudio pia. Sasa ikitokea kwamba ile pesa imekwenda ikatumika sivyo ndivyo, kuna wakati unapofanya kazi, watanisaidia wenzangu tunasema kula kwa jasho, watanisaidia. Unapofanya kazi unajikuta ukikaa ukikumbuka kwamba nilikuwa na milioni 10 nikaitumia kwenye mambo ya kipumbavu, nikafanya hivi, inakunyima nguvu ya kuendelea. Inakunyima nguvu ya kuendelea. Sasa basi unapokuwa unakaa kikao cha peke yako, inakupa nafasi ya kujisamehe kwamba hapana, yale yaliyopita yamefanyaje? Yamepita, ngoja nisogee mbele. Anielewa vizuri? Nakuelewa vizuri sana. Lakini nafasi ya 3 inakupa nafasi ya kujiamini. Unapokaa kikao cha peke yako inakupa nafasi ya kujiamini kwamba mbona fulani naye alianza na kufanya kazi na pikipiki, alianza na bodaboda, mbona sasa hivi anasogea, anafanya hivi, ngoja na mimi niende nikachukue pikipiki ya mkopo ya mkataba, nianze kuendesha pikipiki yangu taratibu, mwisho wa siku na imani na mimi nitakuwa na kitu changu, mwisho wa siku nitakuwa nimejiajiri, nitakuwa nimesogea. Unanipata? Inakupa nguvu ya kujiamini. Lakini namba 4, inakupa nafasi ya kujijenga, kujitengeneza wewe ni nani sasa. Inakupa nafasi ya kujitengeneza. Mfano, kuna watu ambao mheshimiwa alikangaga wewe umeisha fanya nao, umesoma nao, wewe shule ya msingi, ukasoma sasa sekondari, lakini kuna watu wewe ukikutana nao sasa hivi unasema watu wale wanabadilika jamani. Yule jamaa alikuwaga mkorofi darasani, alikuwa sasa hivi katulia, unaona? Kwa hiyo inakupa nafasi ya kufanyaje? Ya kujishape kwamba wewe unatakiwa ukae kwenye kundi gani. Lakini kwenye kujishape huko leo ukiwa nyumbani unaitwa baba, si ndio? Lakini kuna mtu ukiwa naye anakwambia mwanangu mpaka sasa hivi unaitwa baba. Kweli maisha yana change, unaona? Kwa hiyo ulifanya maamuzi kwamba mimi sasa ni baba, natakiwa kuna baadhi ya tabia nifanyaje? Wewe sio sisi. Unaona? Lakini jambo la mwisho, linakupa nafasi ya kujiepusha na ajali zisizo za lazima. Ajali zisizo za lazima. Mfano, kuna baadhi ya mambo sasa hivi huwezi kuyafanya. Unaona kabisa kwamba huu ni utoto huu. Kuna mmoja anasema huyu jamaa anafanya mambo ya kitoto. Unamwona kabisa kwamba huyu, kulingana na wewe jinsi unavyojishape, inakukataza wewe kuwa katika mazingira ya namna kama zile. Unaona? Namba 6, inakuondoa
kwenye kundi hatarishi. Ukiwa na kikao binafsi inakuondoa kwenye kundi hatarishi. Kuna baadhi ya watu ukiwa nao wanaweza wasikufanye ukafikia kwenye malengo yako, na kuna baadhi ya watu ukiwa nao wanaweza kukufanya ukafikia kwenye malengo yako. Sawa? Mfano mmoja naambiaga marafiki zangu mimi, ukiwa na mpenzi, narudia hii sentence yangu, alafu huyo mpenzi wako hamjawahi hata siku moja kushauriana kuhusu mambo ya maendeleo, au hajawahi kukushauri kuhusu maendeleo, wewe na mpenzi wako wote ni wajinga. Bomu kabisa. Ndio maana kuna baadhi ya wanaume wanasema, au wanawake wanasema, yaani jamaa kila siku tukikaa tunaongea tu kuhusu mapenzi. Unaona? Mwisho wa siku, kwa sababu gani? Kwa sababu anaona, in fact, akijaribu kuchanganya akili yake anaona kabisa kwamba hapa mimi si seto. Unaona? That's all. Kuna vitu vingi sana hapa. Sasa wakati tunazungumza masuala ya kikao binafsi, ninatamani pia kuona watu wengi wamekuwa wakitumia wanapokumbwa na jambo na kutafuta ufafanuzi, wengi hukimbilia kwa watu pengine rafiki, pengine viongozi wa dini, pengine nini.